inarotumanga na hii president wa hano asenire hasa livike ni mama kiongozi wao abanye babo watu wakamaki mama wetu president wa mama ukiende yao na lobe china generale china Jelani Saidi mwana wa Bashinyaka. Okay. Ni president ni kiongozi na president wetu wa mama wote na wa mama bange wao bashauri wale yao hivi kamati yao sisi nilete simple nishike kwanza sawa upeleke wapi mwe shika bana na mua hivi mama achiani mango tena nishi babo ukifika
God the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Gracious Almighty God, we come to you this morning. Baba, upendo tunakuja kwako asubuhi ya leo. Father, we did not plan this day. Tulikuwa tumepangilia siku hii, but we are gathered here because our loved one, lakini tumekusanyika hapa kwa sababu mpendo wetu has left us. Ametuacha. And it's because of your intervention. Na ni kwa sababu ya mipangilio yako. Father, we know that whatever you do to us, sometimes we can ask so many questions. Baba, tunafahamu kwamba chochote unachokifanya kwetu tunaweza kujiuliza maswali mengi. But everything you do for us is well. Lakini kile unachokifanya kwetu ni kizuri. We ask to comfort the family. Tunakuomba ufariji familia. To comfort also those who have come from far away just to come and pay the last respect to our sister. Ufariji waliotoka umbali mrefu kwa ajili ya kuja kutoa heshima za mwisho. Father, our sister served you in your house and in the community. Baba, dada yetu alikusaidia ndani ya jamii na ndani ya kanisa. She helped many people here on earth. Amewasaidia watu wengi hapa ulimwenguni. And her legacy is going to live on. Na kila chokitenda kitaenda kuishi. And we want that her legacy should also be a teaching to others. Na kila alichokiacha kwetu kiweze kutufundisha pia. So that we may do like she did. Ili tuweze kufanya kama alivyofanya yeye. Father, we submit our lives into your hands. Kwa tunamkabidhi mwanao kwa mwako. We submit our will into your will. Tunakabidhi matarajio yetu kwa mwako. We know that she has left us. Tunafahamu kuwa aliweza kutuacha. But we also know that she will also live. Lakini tunafahamu pia kwamba ataenda kuishi. Because all of us we are waiting for the return of Jesus Christ. Kwa sababu sisi wote tunasubiri kurudi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. He promised that he would come back and fetch us home. Alisema kwamba atarudi na kwenda kupeleka nyumbani. And all the days will be resurrected again. Siku zote zitaweza kurejeshwa tena. Father, we ask you to guide us. Tunakuomba uweze kutulinda and give us strength. Na kutupatia moyo mkunjufu. Wipe away the tears from the bereaved family. Ndoa machozi kutoka kwa familia. We know that in pain and affliction we can go to you. Tunafahamu kwamba ndani ya maumivu tunaweza kukujia. That's why we come to you this morning, Father. Na ndio kwa maana tumekujia asubuhi Baba. This morning we ask you to unite us with our chief apostle. Tunakuomba asubuhi tuunganishe na mtume wetu mkuu. Our district apostle. Makuhani. And our apostle. Na mitume. Father, he knows that we are here today. Baba, najua kwamba tuko hapa leo. We ask you that we should feel his prayers. Tunaomba tuweze kuhisi maombi yake. Father, we ask you, kitu gani tunaweza kuomba? We are your children. Sisi ni wanao. We know that we are sinners. Tunajua sisi ni watenda dhambi. But we ask you not to count our sins. Lakini tunaomba usitusaidie dhambi zetu. Father, whatever we are petitioning with us. Baba, yote tunayotenda ndani ya kusubiri. And what we have not petitioned. Kila ambacho hatuwezi kufanya. You know it deep down our hearts. Tunajua kinaweza kuathiri mioyo yetu. We ask all this. Tunaomba yote haya in Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Amen. Amen. So, my dear bereaved family, wapendwa wa familia, my dear friends, ndugu, guests, watembezi au wageni, my dear brothers and sisters, kaka na dada. So this morning we have a word. Asubuhi ya leo tuna neno which is coming from John chapter 11, ambayo inatoka kwenye kitabu cha Yohana chapter 11, 11 and verse 25. na versi ya 25. Jesus said to her, I'm the resurrection and the life. He who believes in me, though he may die, he shall live. Yesu akamwambia, mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi,
akaendelea kukufa, akakuwa anaishi. You may be seated. Tunaweza kukaa. And today, this morning, leo asubuhi we are going to have a biology of our sister. tunaenda kupata hotuba ya ndugu aliyetuacha. It's a biography. Ni hotuba. So we'll ask the assigned person. Tunaweza kumwomba mtu aliyechaguliwa You can tell us, and so that we can have an idea of who our sister was. anaweza kuja na kutueleza kuhusu dada yetu alikuwa mtu gani. You can just come and stand here. Bwana Yesu asifiwe. Tuna hotuba fupi ya marehemu. Hotuba ya marehemu au maisha ya marehemu. Kuzaliwa. Marehemu aliitwa kwa jina la Safi Mwenge wa jamaa la Bagungwe, nyumba ya Bashir Seba. Alizaliwa Rulenge, Kirebecha mnamo tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka wa 1925. Aliishi hapa duniani kwa muda wa miaka 100. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama anamaliza sala yake, siku yake. Baba yake aliitwa kwa jina la Sumaili Kashindi hapo wa jamaa la Bagungwe, Bashimwenye. Mama yake aliitwa kwa jina la Wizi Mwajuma, ni Mbungwe pia wa jamaa la Bashir Msana. Marehemu aliolewa na Wizi kwa jamaa ya Bagungwe, na walifanikiwa kupata watoto 6 wa kike na 1 wa kiume. Walioamba watoto 5, wajukuu 54. Hao ndio wajukuu wa marehemu. Wajumburuza wako 83 Kiswahili cha kwetu. Tubinda Maju wako 6. Kwa jumla marehemu aliacha jamaa ya watu 148 hapa duniani. Kazi ya marehemu. Marehemu alikuwa mkulima na mfanya biashara.
magonjwa iliyomkumba marehemu. Marehemu aligonjwa ugonjwa wa moyo na kulazwa mara 3 kwenye hospitali kubwa ya Yeble na kufariki mnamo tarehe 23 ya mwezi wa 8 mwaka 2025. Na huo ndio ugonjwa uliompeleka marehemu mpaka kupoteza mauti. Kwa niaba ya familia tunamshukuru na tunawashukuru watu wote waliokusanyika hapa, walioacha kazi zao na kuja kushiriki nasi pamoja. Na ni shukrani fupi ambayo tunayo kwa watu wote, waalikwa wote ambao wameshiriki nasi hapa. Na kuna utaratibu fulani ambao uko kwa ajili ya mwili utakapofunguliwa. Kwa niaba ya familia samani, aturuhusu mtu kushika picha wala kufilme, kwa sababu tuna kameramena ambayo yuko hapa, amekondiwa na shirika ya Humble. Ni kazi yake kufanya hiyo. Tunajua walio wengi wana simu zao nzuri, lakini hatujaruhusu samani. Na shukrani kwa watu wote. Asanteni, tusikilize ibada. Thank you very much. Asante. Pia I know this is not a time of happiness. Najua muda huu sio muda wa furaha. It's a time of silence. Ni muda wa huzuni. No one had planned that to gather here in this house this morning. Hakuna aliyepangilia kukutana hapa ndani ya nyumba hii asubuhi ya leo. Some of you have traveled long distances just to come and pay the last respect to our sister. Baadhi yenu msafiri kutoka mbali kwa ajili ya kuja kutoa salamu za mwisho kwa mpendwa wetu. Friends and guests are here. Marafiki na wageni wako hapa. My dear beloved brothers and sisters, ndugu wapendwa waamini, we just heard about the life of our sister. Tumeweza kusikia kuhusu maisha ya mpendwa wetu. We have heard about the life of our sister. Tumesikia kuhusu maisha ya dada yetu. I'm sure we knew her in different ways. Tulimfahamu kwa njia tofauti. She was a mother. Alikuwa ni mama. She was a grandmother. Alikuwa ni bibi. And she was even a great grandmother. Na alikuwa vile vile bibi kwa wajukuu wake. I'm sure her leaders will live on. Najua yote hayo yanaweza kutoa. And I'm sure that she told us a lot of different things. Na nafahamu kuwa aliweza kutuambia mambo mengi sana. Her leaving us, alituacha, it brings pain in our hearts. Inaacha maumivu ndani ya mioyo yetu. Yesterday we were at the funeral house. Jana tulikuwa nafasi ya msiba together with this evangelist and some ministers. Pamoja na wainjilisti na baadhi ya watumishi. We shared some words with all those who were there. Tuliweza kutoa baadhi ya maneno kwa wale waliokuwepo. And our evangelist asked one of the children. Na mwinjilisti wetu alimwambia mmoja kati ya watoto wake to just describe Safi Mwenge with just 3 words. Kuweza kumeleza Safi Mwenge japo kwa maneno machache. You know, sometimes it's difficult to describe someone. Kuna muda inakuwa ni vigumu sana kumweleza mtu. And if you just have to choose 3 words, ukiambiwa labda umweleze kwa maneno matatu, these words has to be very strong words. And he thought that Safi Mwenge was a loving person. Aliweza kueleza kuwa Safi Mwenge alikuwa mtu mwenye upendo. She was a strong person. Alikuwa mtu mwenye nguvu. She loved to serve our Heavenly Father. Alipenda kusaidia Baba yetu pia. And because of her faith, ni kwa sababu ya
imani yake. That's why we know each other. We are gathered here. Ndio kwa maana sisi wengine tunajua na tuko hapa leo. And she wants us to be like her, like how she was. Na alipenda pia tuwe kama alivyokuwa. She used to save our Heavenly Father. Aliweza kumsaidia baba yetu. And that's where us in church, that's why we know her. Ndio kwa maana hata sisi kanisa tunamfahamu kwa namna hiyo. I know she used to come to church. She was always there. She was always putting offering in the house of the Lord. That's why we have come here to say the last farewell. My beloved family, I know it's a difficult time. But what we have to know is we can find comfort in our Lord Jesus Christ. Our Lord Jesus Christ is the one who always comforts us. And when we find ourselves in afflictions and pain, we can always rely on Him. Ndio kwa maana tukiwa kwenye hali kama na hizi za huzuni, ndio kwa maana tunaweza kumwendea Mungu. Our sisters believe in Jesus Christ. Ndugu wapendwa na waamini katika Kristo. Today we are given a word which comforts us. Leo tumetoa neno ambalo linatufariji. Well, it was about the Lord Jesus Christ. Ilikuwa ni kuhusu Bwana wetu Yesu Kristo. Our Lord Jesus Christ used to have friends. Actually, He loved them so much. Yesu Kristo alikuwa na marafiki, kwa maana aliweza kuwapenda sana. And these friends, one of them was Lazarus and his sisters Martha and Mary. Na mmoja kati ya marafiki zake walikuwa ni Lazaro na mwingine. As we know, for us to believe, it's so difficult. Na kama tunavyofahamu kwamba kuamini ni vigumu sana. Lazarus was sick. Bwana wetu Yesu Kristo alitumwa na watu kwa Lazaro alikuwa ni mgonjwa. And then Jesus Christ told the disciples who were with him. Na Yesu Kristo aliweza kuambia watu waliokuwa nao. He told them that, of course, Lazarus will die. Aliweza kuambia kwamba ndio Lazaro amefariki. But I'm happy that it's going to happen while I'm not there. Lakini nafurahi kwa sababu tena kuondoka kipindi ambapo tuko pale. I'm happy that it's going to happen while I'm not there, so that I can be glorified as a son of God. Na furahi kwa sababu tena kutokea kipindi ambapo siko pale ndipo nitakwenda kuonyesha utukufu wa Bwana. Well, they never understood what he meant by that. Hawakuweza kuelewa ni alimaanisha nini kwa hilo alilosema. But what he meant, lakini alichokimaanisha was if it had happened while he was there, kwamba kama ingeweza kutokea kipindi yuko pale, then they would probably say that, okay, he had killed him. Basi wangeweza kusema kwamba ndio yeye ndiye aliyemuua. So while he passed on, kipindi ambacho aliweza kupita kuondoka, that's where he said that, okay, I'm happy for your sake that you can experience something today. Mimi kwamba kupitia you can experience something today. Unaweza kuhisi jambo fulani leo. So he went back where Lazarus was. Aliweza kuondoka kule ambapo Lazaro alikuwepo. And that's where he met the sisters. Na kule ndipo alikutana. One of them was Martha. Mmoja alikuwa ni Martha. Martha came to him. Martha alikuja kwake. She told Jesus Christ. Alimwambia Yesu Kristo that if you didn't leave this place, kama usingeweza kuacha nafasi hii, then our brother would die. Basi kaka yetu angeweza kupoteza uhai. But you left and he has passed on. Lakini uliweza kuondoka na unaweza Kristo alimwambia Martha that he is going to rise. Kwamba anaenda kufufuka. He is going to rise. Anakwenda kufufuka. And Martha answered Jesus Christ. Na Yesu alimjibu Yesu Kristo. Martha alimjibu Yesu Kristo. That I know that he will rise when the Son of Man will again come here on earth. Nafahamu kwamba
wetu wataweza kufufuka pale ambapo Yesu Kristo ataweza kuja ulimwenguni. But then our Lord Jesus Christ told Martha, Lakini Yesu Kristo alimwambia Martha, I am the resurrection. mimi ni ufufuo And the life. na maisha. And whoever believes in me, Ambaye ataweza kuniamini though he or she dies, kipindi atafariki, they will also live. wataweza kuishi pia. Beloved brothers and sisters, Ndugu wapendwa, kaka na dada, these words are words of comfort. maneno haya ni maneno ya faraja. We know that our sister has left us, Tunajua kwamba dada yetu ameweza kutuacha, but she believed in the Lord Jesus Christ. lakini aliamini ndani ya Yesu. She did many works in the house of the Lord. Alifanya kazi nyingi sana ndani ya nyumba ya Baba. That's why we are being comforted today. Ndio kwa maana tumefarijika leo That even if she dies, kwamba hata kama amefariki she will live again. ataishi tena. Now it's up to us. Sasa ni kwetu, She has done her work. ameshamaliza kazi yake, And today we have come to pay the last respects. na leo tumekuja kutoa heshima za mwisho. So it's up to us to do what she did. Ni kwetu sasa kufanya kile ambacho naye aliweza To kufanya. also believe in our Lord Jesus Christ. Kuweza kumwamini, kuweza kuamini ndani ya Yesu. To say that He is our Lord and our resurrection. Kusema kwamba yeye ni mwokozi wetu. And He promised us, all of us, Na alituahidi sisi wote that He will come back. kwamba atarudi. When He comes back, Wakati atarudi, all those who have left the world, wale ambao waweza kuamini they will also resurrect. wataweza kufufuliwa. That's only if they believe in the word of God. Na hilo ni kama wataweza kuamini ndani ya neno la Baba. I'm sure she told us a lot of things. Nafahamu kuwa aliweza kutuambia mambo mengi. She taught us, the children, how to serve our Heavenly Father. Kwa ajili ya sisi watoto kwamba namna gani tutaweza ku The children. namna gani tutaweza kuwalea watoto wetu. Because she was a strong woman. Sababu alikuwa ni binti mwenye nguvu And she brought happiness to all of us. na alileta furaha kwetu, And she wants that happiness to continue. na alipenda pia furaha iweze kuendelea. She wants all of us to be helping one another. Alipenda sisi wote tuweze kusaidiana Like she used to help. kama alivyokuwa akitusaidia. She also wants us to be happy. Napenda pia vile vile tuweze kuwa na furaha. My dear beloved brothers and sisters, Ndugu wapendwa wa Mungu, my dear beloved family, ndugu waamini pia na kuwa na familia. I know that she suffered. Nafahamu kuwa aliteseka. The doctors did whatever they could. Madaktari waliweza kufanya chochote wawezacho. They tried to heal her. Walijaribu kuweza kumtunza. And they made a very big effort. Na waliweza kuweka nguvu kubwa sana. But again, while she was suffering, she was sick. Pindi alikuwa anaumwa. That's when the Lord was preparing her way. Lakini hiyo ndio muda ambao Bwana wetu alikuwa anatayarisha njia yake. He intervened. Aliingilia kati. Akafika anaingilia. Our Lord Jesus intervened in her life. Bwana wetu Yesu Kristo aliingia ndani ya maisha yake. He was preparing the way to live this world. Alikuwa anaandaa njia ambayo tutaweza kuishi kama hii. That's why a day came Ndio kwa maana kama walivyokuja, when she left us. kama alivyotuacha, It was not something which she had planned. ilikuwa ni kitu ambacho tulikuwa tunafanya. It was not something which some of us here had planned. Ilikuwa ni baadhi ya vitu ambavyo tulikuwa tujafikiria au kupangilia. But God knows our days. Lakini Yesu Baba anajua siku zetu. What we have to know is that our days here on earth are numbered. Tunachotakiwa kufahamu ni kwamba maisha yetu hapa ulimwenguni ni
namba yanahesabika. We have a limited life. Tuna maisha yaliyo na kikomo. Now it's up to us Sasa ni kwetu to use this time kutumia muda huu that we should believe in our Lord Jesus Christ. tuweze kuamini ndani ya Yesu Kristo. Just like Safi Mwenge. Kama Safi Mwenge alivyofanya. Beloved brothers and sisters, Wapendwa kaka na dada, soon we'll say a farewell. muda si mrefu We will escort her to the last destination. tutaweza kumpeleka kwenye makazi yake ya milele. Now let us pray for this moment. Acha tuweze kuomba kwa muda huu And pray for the Holy Spirit na kuomba kwa Roho Mtakatifu so that He may lead us. ili aweze kutuongoza. Amen. My dear beloved family, dear friends and guests, Ndugu wapendwa, kaka na dada na waalikwa, so we have our priests tuna makuhani wetu who also come and say some few words. ambao kuja pia kwa ajili ya kuongea maneno machache, And we should be happy that He speaks Swahili. na tunatakiwa kufurahi kwa sababu wanaongea Kiswahili. And our priest is Priest Anisi. Na kuhani wetu ni kuhani Hamisi. Wapendwa ndugu zangu, wapendwa akina kaka na dada, wapendwa walikuwa tukufu nyumbani na Bwana, waliotoka mbali na waliotoka karibu. Nami nimeweza kushukuru kuweza kupata nafasi hii ya kuweza kusimama mbele yenu. Pia vile vile niweze kumshukuru mhudumu wetu wa ibada ambaye ni askofu wetu mpendwa, kuweza kunialika nami mbele ya mazao matakatifu ili na mimi niweze kutoa yale kadiri ambayo Roho wa Bwana ataweza kuniongoza. Wapendwa katika Kristo, nafikiri siku ya leo sisi wote tunaitambua vyema na tunatambua ni kipi ambacho kimeweza kutuleta hapa, kwa maana kila mmoja na mwingine wetu ameweza kuacha shughuli zake na kuweza kuja, si kwa ujinga, bali tumekuja kusindikiza dada yetu mpendwa. Tumekuja kusikiliza neno la Mungu kwa siku ya leo. Hiyo ni jambo muhimu ambayo imeweza kutuleta. Wapendwa katika Kristo, tumeweza kusomewa neno na askofu wetu mpendwa, na neno hilo liliweza kuzungumzia kuhusiana na historia ya Bwana wetu Yesu Kristo
akizungumza na dada zake na zao ambao ni Martha na Maria. Wapendwa, sina budi kuweza kurudia yale ambayo yaliweza kusemwa, lakini wakati tu nilipokuwa pale chini nikitega masikio yangu kwa makini, nimeweza kuguswa na fikiri moja. Wakati tu mhudumu wa ibada alipoweza kusoma neno na kusema kwamba Yesu Kristo alimwambia Martha kusema kwamba mimi ndio huo ufufuo na uzima wa milele. Wapendwa, nimejiuliza maswali mengi. Je, kwa nini aseme mimi ndio huo ufufuo na uzima wa milele? Aidha, kweli yawezekana mtu akifa tena akafufuka? Kwa maana wakati imenikumbusha hata kipindi nilipokuwa bado niko mdogo, kuna maswali nilikuwa na wauliza wazazi wangu. Nikisikia mtu anakufa sehemu anaenda kuzikwa, kwa akili ya mtoto nilikuwa nauliza, je, huyu anakufa anaenda wapi? Na kule ataenda atafanya nini? Lakini leo tumesikia neno limesema kwamba Yesu Kristo ndiye ufufuo na uzima wa milele. Ikanipa fikiri moja. Wakati tu Kristo alipoweza kupanda mlimani na wanafunzi wake Musa na Elia, wakati tu walipokuwa kwenye mkesha ule pale mlimani, waliweza kutokea watu wawili ambao walitangulia kabla, ambao walifariki kabla, ambao hawakuweza kuonekana kwa macho ya kawaida. Walikuwa ni Musa na Elia. Na pale ndipo Petro alipoweza kusema kwamba hapa tujenge vibanda vitatu. Na ndio kwa maana, wapendwa ndugu zangu katika Kristo, somo ya leo imeweza kutuambia kwamba Yesu Kristo ndiye ufufuo wetu wa uzima wa milele. Tuamini kwamba ijapokuwa unaweza ukafa, lakini kuna maisha baada ya kifo. Yale ambayo tunaenda kutazamia sisi si kwa sababu ya maisha hii ya kidunia. Mwili huu unaoza, mwili unakufa, lakini kinachobaki uhai ni nafsi. Na hiyo ndiyo sababu ya sisi kuweza kuja hapa. Hatukuja hapa kwa sababu ya kuweza kusindikiza mwili wa dada yetu mpendwa, bali tumekuja kwa sababu ya kuweza kusindikiza nafsi yake. Na ndicho kinachoandaliwa. Yesu Kristo ameweza kuonyesha ukuu wake, ameweza kuonyesha utukufu wake, ameweza kuonyesha kazi yake muhimu katika maisha yetu sisi ni ufufuo. Ina maana tuamini kwamba kuna maisha ambayo baada ya kufa tutaenda kuyaishi, na wakati tutakapokuwa tu washindi tutaenda kufufuliwa na tutamlaki Yesu Kristo, kwa sababu alisema kwamba naenda mbinguni kuandalieni makao, na pale nitakapokuwa nani muweze. Hicho ndio kitu cha muhimu ambacho sisi tunaenda kukitazamia. Kwa hiyo kwako na kwangu ni kuweza kuandaa maisha yetu. Je, najiandaaje? Atakapokuja Kristo atanikuta niko kwa wakati gani? Atakapokuja Kristo atakuta je, niko nyumbani mwake? Maana kuna kipindi tunasema kwamba kwenda kanisani si kitu cha lazima, si kitu cha maana, si kitu cha muhimu. Tunasema kwamba wenye kwenda kanisani ni watenda dhambi kuliko wale wasioenda kanisani. Lakini fikiria ndugu yangu na dada yangu, maandiko yanasema kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Kamwe uweze kusikia neno la Mungu ukiwa mitahani na ukalipokea kwa uzito mkubwa, lakini unasikia neno la Mungu ukiwa nyumbani mwa Mungu. Na ndio maana wale dada zake na Lazaro waliweza kumwalika Kristo nyumbani ili kusudi aweze kuwafariji, aweze kuwapa faraja kulingana na majungu ya msiba ambao
wameweza kukumbana nao. Nasi vile vile yawezekana tumeumizwa na dada yetu mpendwa Safi Mwenge. Alikuwa ni mtu muhimu katika maisha yetu, alikufanyia vitu vingi, alikufariji kwa wakati mwingine, alikutendea shughuli nyingi, lakini kwa siku ya leo hatuko naye. Ameanza kusubiria ahadi ya Bwana Yesu Kristo. Hayo tu yakipata nafasi, Mungu aweze kuyabariki leo na siku zote. Amen. My dear family, dear friends, kusikia neno and I hope they can find comfort in your hearts. na naamini kwamba inaweza kupata faraja ndani ya mioyo yetu. So we will all rise Sote tunaweza kufarijika and sing the song na tutasimama na kuimba wimbo which is in this pamphlet. ambao ipo kwenye kitabu hichi. It's number 53. Ni namba 53. Let us pray. Gracious Almighty God, we come to you in joy and sorrow. Father, we thank you for the words which you have given to us this morning. And these words, they also comfort us and the family. Na maneno haya yameweza kutufariji na familia. I know the family still have lots of questions. Najua familia bado ina maswali mengi, But Father, we know that something when she is in the better place now. lakini tunafahamu kuwa Safi Mwenge yuko kwenye nafasi nzuri sasa. And now we are going to escort her to her last destination. Na sasa tunaenda kumwelekeza kwenye mwelekeo wake wa mwisho. We ask you to guide us as always, Tunaomba uweze kutusimamia so that everything which is prepared ili kila kitu ambacho kimeweza kupangiliwa should go according to your will. kiweze kwenda kama ilivyotarajia. We ask all this Tunaomba yote haya in Jesus' name. kwa jina la Yesu. Amen. Amen. So, our service has finished. Ibada letu limemalizika. At least we have a bit time so that we can all walk to the graveyard. Angalau tuna muda mfupi ambao tutaturuhusu kuweza kuelekea kwenye makaburi. I heard that if we can be there in a good time, Kama nilisikia kwa muda mzuri, then there should be a body to kwamba unaweza kukawa na muda wa kuweza kuona aliyetuacha. So I heard that it takes about 10 minutes walking from here. Nilisikia kwamba inaweza kuchukua dakika 10 kutembea kutoka hapa. So if we can hurry, kama tunaweza kutembeza kuharakisha. Sorry.
then we'll be able to see the board. Basi tutaweza kupata nafasi ya kuona mpendwa wetu aliyetuacha. So see you all in the presentation. Basi tukutane Malalozi. Thank you. Asante. Safari ya kuelekea Malangoni, ambao watakuja kuchukua maiti, watafanya kazi yao. Kwa hiyo sote tuliopo kwenye nyumba ya Bwana tunaweza kwenda Malangoni kuanzia sasa. Asante. Hizi USP hivi sina. Nakuja. Subiri kwanza, uko tuna nafasi ya wote. Kuya nitaikala na wewe. Hata hivi ngia na kitu. Wewe utakia kunyamsha. Unaenda.
Bro, shake. También se le gana. Nani? También se le gana. Mabrone kan?
Caídiba Cristo, caídiba Cristo, bajando la multitude, chamando Dia sasa ukitoka imani. Wewe tu habari niona kuzuru. Ungejongea huku nyewe wote mnaweza huku. No, it's 5 minutes.
turejee nyuma sasa. Wote kanyaga. Kanyaga Försöka ställa så mycket på mitten som möjligt. Kanske lite mer här också. Den är bättre då. Det här. Det blir bra. Så kan vi låta stå. Jag vill alltid två på den sidan och två på den sidan. Håller i banderna. Ja. För jag sänker med maskinen. Ja. Men ni ska styra den så att den inte viskar när det kommer för nära. Den är jättefungna maskin. Lakini fortsätt taratibu. Men säg till då. Ursäkta? Ska ni göra det på en gång eller? Okej. Ja. They're asking because they need to see the face. So. Is it possible? Yes, yes. Okay, just come along. Kijana ya. Hapa zali hapa. Kutia sawa, muangaliza kutatia hapa mapali. Mwanzo kwa mkoa Jag tar nyckeln eller? Det är inte alls. Tudo.
Kwako kwa Yesu aliye kweli, alingojea kubariki tangu jina la Yesu kokote uendako litafurahisha moyo peleka uendako samani natamu ni jina lake Yesu samani natamu ni jina lake Yesu. Peleka jina la Yesu liwe silaha zako utakapojaribiwa lili ya jina hilo samani natamu ni jina lake Yesu samani natamu ni jina lake Yesu, jina la samani limenifurahisha nikiwasili mbinguni hata nikaribisha samani natamu ni jina lake Yesu samani lake Yesu jina la Bwana Yesu nimejinamisha ndiye mfalme wa wafalme katika ya maisha
maisha samani, 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 natamu, natamu, ni jina lake Yesu. Samani, 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 natamu. Roho na mwili katika mikono ya Bwana. I now return the transitory body to the earth with the weight. Sasa narudisha mwili wa muda kwa ardhi kwa maneno haya. Earth to earth, ardhi kwa ardhi, dust to dust, vumbi kwa vumbi, ashes to ashes, majivu kwa majivu. So and the spirit, hata hivyo naiacha nafsi na roho. However I commend the love of Jesus Christ. Nafsi kwa upendo wa Yesu Kristo shall guard over it until the resurrection to eternal, ambaye atauhifadhi hadi ufufuo wa uzima milele. The Lord shall preserve your going out. Bwana atakulinda kutoka sasa kuanzia kutoka kwako, and your coming in, na kuingia kwako, from this time forth, kuanzia sasa, and even forevermore, hata milele. Amen. Amen. Dear Heavenly Father, Baba, we come to you again. Tunakuja kwako tena. We have come to escort our sister. Tunakuja kumshinikiza dada yetu. Now we know that she is in good hands. Sasa tunajua kwamba yuko kwenye salama. Her soul and spirit will live. Father, we ask you to continue. The grace of our Lord Jesus Christ, upendo wa Bwana wetu Yesu Kristo, the love of God, upendo wa Mungu, and the communion of the Holy Spirit, na Roho Mtakatifu, be with you, kuwa nawe. Amen. Tunashukuru kwa msaada wote mliweza kutoa kwa ajili. In times of pain we need one another. Kwa muda wa maumivu tunahitaji kila mmoja na mwenzake. So let us continue with the same love. Acha tuendelee na upendo tulionao kati yetu. Sorry. Swahili. Habe lumikwe chilungu. Miomo. Labda wale washili bavembe bomona jwa ito tende vembe tule na tafsiri yana ambao wajui Kibembe labda watajiuliza kwa nini tumetumia Kibembe tunamtafsiri. Shieta tumutaki bale ikocha bato bose bale bashika wabo muda na icho ba muchunge neto. Sasa tumeanza na kushukuru walioacha muda wao na kuja kwa pamoja nasi. Lono lusuku richo le echa ineto safi mwenge watushika kwa siku ya leo ambao tumekuja kumshinikiza dada yetu Safi Mwenge ambaye ametuacha, na tokocha longe tibila lobonga lwake lwa New Apostolic. Na tunashukuru tena kama kanisa ya New Apostolic Church kwa acha mwaita kwa kazi mliyofanya
Viki mwacho bole bole. Makolema. Na watu wote wale ano. Watu wote ambao wako hapa. Tatushi ile ano toto elungali kanisa tushi ekya. Tusiishie hapa bali turejee kule ambako tulitoka kanisani. Ale kidogo mwandaliwa na babondo. Wale kuna kidogo ambao imeandaliwa selile ya Sunday weekend na kamati yose yebo ndo mwandaliwa kombe ya chuma isola. Selile ya Sunday weekend pamoja na Muyambo ndio wameandaa chochote kwa ajili ya kunywa. Bila ule na misao etushongeye yetu yebo ndo alya. Vile kuna taarifa ambazo tutaziongea kwa ajili yetu sisi Babondo. Japokuwa masaa metu mabalo alya lakini totenda bo vile busatu. Licha ya muda wetu kuhesabika lakini tutaongea na wewe. Na ombo ya tangazo tole na tangazo emutu. Kwa upande wa tangazo tuna taarifa moja tu. Ule osi wikini we ya kesi imutale na ayo alonde. Yeyote ambaye anafahamu kuwa simu yake hana nayo basi amtafute kiongozi. Lakini alushia chile detaye chile cha nyolo akabisa mbakupi kwa chimu swali cha nyolo Lakini hilo chibwa yosi. Zilizonyooka ili aweze kupewa simu yake. Basi toto elungali atwacho. Basi turudi pale tulipotoka. Mi uwe chilunge. Mi omo. Asante sana. Na batu bani tocha. Na pengine watu wanaweza kujiuliza. Niwe ya shikalabi no biso ubabile. Imebaki hivi itakuwaje? Taratibu tabano bandoko chetu baki shingoli tete kwanza. Taratibu za ndugu zetu hawa wao wanasogeza udongo kwanza. Yato mama mona itetea ilala itaji kanisa ili va etibia itajike ete bila la abu imani. Ndio kwa maana naona udongo leo itajika kwa ajili ya kufanya fatana yao. Layo injwa au ubi. Na tona bo saka bale na wabu mundo bapanga bo kutwana batutwana babo karte pila bo chichibi no bashitwe ni tete bacho kitaati. Kutoka hapa basi wana utaratibu wao kwenda kuchukua gari maalum kwa ajili ya kuja kufanya shughuli zao. Kwa hiyo tatobe na maswali manga ni wewe ubabile osolo abai kila etu muna lolo nyuma yale bagari yale bamuleka benu muye na watu anja ati moja kwa moja hadi hivi. Hivyo tusiwe na maswali mengi kwamba hali ya hewa inataka kuharibika, wanajua wenyewe namna gani ya kufanya. Pale kuna watu maalum kwa ajili ya kazi hii. Makolema. Asante sana. Familia Gabriel watu tu familia ba mingi maisha na Dino bishi kwa mpira bwa Mungu kama kimona. Watu wana mimi ndio kwa yuko kitola. Dina ndio ngebea yuko kiwa wapi. Ndio ala kibandani. Wa ubanda. Sio chumbo. Kwa hiyo niachie mandazi ile ni viazi. Ni viazi wanatarajiwa. Sasa ndivyo ni mapishi. Baba kipa na usendo kutupost. Kama mnaona niko na panga. Ninashika chakula shikiwazi. Sitakuweka hapo. Kuvitandao awali. Labda ule pale. Anajua swali kaika. Ulichika na mimi. Wewe unikataa. Bila sasa watu na Biblia hii ipako na Biblia. Ushibilo byo subima nguvu kwa bilo mpaka muda wako kwa Isa ya wapi. Siva.
Samahani, tuelewane vizuri. Jesus. Tuelewane vizuri. Wamoja tunaona watu wengi, wengine wakae kule chini kwa vizuri. Tuelewe tuko watu weusi, mambo yanakwake yanaingiliana, kwa hiyo tukubali. Nafikiri muda huu tulikuwa na mengi ya kuongea, lakini tutaenda haraka haraka juu hapa tuna masaa machache tu yamebaki. Na kama mwenyekiti wa Emu Nyambondo Sweden, nitaanza kualika msimamizi wa selile ya Sandviken, kama ana neno asimame aseme kwa machache kabisa, kama dakika moja mbili tu, au kama hata mwenyekiti hayuko, mtu yeyote tu wa selile anaweza akasimame atuambie neno kidogo. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Asante sana, nina machozi tu. Nataka nitoe shukrani zangu za dhati kwa wote ambao wamekuja kushirikiana nasi katika kumsindikiza, na Mungu atubariki. Wale wa mbali wapate kurudi salama, na wale wa kubaki hapa nao wabaki na amani salama. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Miwe chilum miomo. Kuna neno kutoka Emu Nyambondo Sweden, lakini nilifikiri watu waanze kula, na kwa ile wakati ya kula unapiga kijiko yako pale na lisikio unatupatia kusikia kile tutasema. Lakini vile vile tuseme kidogo kuhusu kazi ambayo tumefanya. Nataka kwanza ni shukuru Wabondo wa Sweden kwa umoja tulioonyesha kwenye msiba huu wa mama yetu Safi Mwenge, na watu wametoka mbali na wale wametoka hapa karibu, wameacha shughuli zao. Ukiangalia hapa Sweden wanazika zile siku za kazi, lakini leo ni wengi wameacha kazi zao, wamepiga masimu, wengi wamedanganya, mimi nimeumwa, sijue nitasafiri, sijue hivi, ili waje hapa. Kweli napenda nishukuru sana kwa watu wote na selile ya Sandviken kwa kitu mmeonesha: umoja, upendo, shikamano na ushirikiano. Kwa hiyo Mungu awabariki sana. Na nilipenda niambie Wabondo wako hapa, kila mtu ajaribu kuangalia kusura ule mwenye anamkaribia tu. Mwangaliane tu ule mwenye uko karibu yako, kama ni mbono mwangaliane kwanza. Wewe angalia huyu. Kombo. Sawa, tunamaliza. Sasa wangapi wenye wanaweza niambia walifahamiana toka Kongo? Wale waliangaliana. Hatukutoka Kongo. Lakini nakuaka na vikao tunaingia, na hata michango tunatoa ya Europe mzima. Usizanie ule michango mnatupatia kule aseme zinaishia hapa Sweden, bakihitaji kule corona 50 tunatuma. Sasa taarifa kutoka Emu Nyambondo Europe inasema kwamba kamati iliyopo kwa sasa muda wake umefika ukingoni. Sasa
mwezi wa 11 tarehe 8 kuna mkutano wa Europe mzima wa Bondo na utakuwa nchini Ufaransa, Paris. Wengi hapa wakati wanasoma walikuwa nasikia Paris, njoo kule sasa. Na muda wa kuona Paris ndio huu. Kwa hiyo kila Mbondo amealikwa, sio tu mwanakamati mpya ya na msemaji wetu President de Gaulle amfahamu, ungesimama baba wa kuona. Huyo ndo alikuwa mwenyekiti wetu wa pili wa Mbondo Sweden. Na kukamati ya Mbondo Europe anatumika kwenye kitengo cha logistic. Kwa hiyo atakuwepo Faransa. Na huyu bwana mwenye anasema hapa atakuwa huko. Na mwingine. Kwa hiyo wale ambao watajiandaa kwenda watuone ili tupange safari pamoja. Lakini tike mfuko wako. Kwa hiyo kwa haraka labda tungeruhusu watu waanze kuchukua chakula kwa sababu muda umeenda, na taratibu tutaanzia upande huu. Unazunguruka tu moja pale, unakamata kadrika, unakamata kasahani, kakijiko, kama ni bugali kuko na bugali, wali, viazi, hatuwezi taja vyote, lakini chakula kiko kingi. Tukimaliza ndio kuna marekebisho kidogo. Baada ya kanisa kumaliza kuchukua chakula, itakuwa ni familia ya marehemu, na baadaye watu wote watafata kama gesi tumepanga. Asante. Baba na Mwenyezi Mungu mwishema na mtakatifu. Baba, ni mara tena tunafika, asante kwa sababu umetuwezesha kuweza kuishi mahali hapa. Nyayo zako zimeweza kupatikana mahali hapa ya baada ya upendo. Na sasa Baba, tazama mbele yetu kuna chakula kimeweza kuandaliwa kwa ajili ya tumbo zetu. Baba, tunakuomba uweze kubariki chakula hicho. Bariki dada zetu walioshughulika kuweza kukiandaa. Bariki na wote walioweza kutoa michango yao kwa ajili ya kuweza kuwezesha jambo hili. Vile uweze kubariki wote ambao Baba wameweza kuguswa na msiba huu. Berubi wechiwe miomo tote nini bwe baana weka mapele to mangoro la utachule maisha mule atua chisa tochikyo watelecha mto ilama vyangi imanya wachule imanya oeje imanya ole ona ya menshi ongeza sio wazungu jela chile manga ale ba mochoka nona asoele menshi wa ngwe vale Itali balu Faransa ale ba mulamano tawale na vitambulisho kamili amone vivo aitimue aimbenge hizi vivo limenshi unge wake waona, lakini ni mutaki tenda menshi wa eno atomato sanganea no lonofu ba pasitele ba kutogula ni we bino ya lo la yeto miembe mungu tete ni mo la cha yutuku ya u ono twa amoto muishi ta ole wetu ole chake taratibu cha mtwana chimina ili bato amalete ya muwe yale echewe amichi ewe sasa angati twasa ngota twabe alubundo
ngati twasangwa titwabe imo tunatujikuta twasekwa na bange banithu natotende bondo yindu yaswele ele bondo ya ine manga sana bila bimuchungwa tumuchucho na matangazo mjani waba vino to ete vino tatuju eta vijani we ele faida ya mwenyekiti na ya kikamati ama ya mtohana chimi wala wa mwenemboka ili wakubali iwatile chabenu wabu taratibu wiyele echewe munyake nyumba ya hale na hale kila komine ele na chake taratibu na chake bei kila itu ele mto wa chimina Stockholm amushichi we Stockholm to shilenge ena mto wa chimina Gamlevi notena Gamlevi mbaki eli Gamlevi bibu ele village na ngovi Stockholm ele boka ya mpolo Osaka mumupikwa bei yao sasa ena tusangwa marehemu tale na yose hii kubasha ule mchiko wale chungo ni atoma toki ucho mule to ete ila ya wanini eto nde elo eto wa uchoa to ezeleshe yo na to nyemia yo lakini ale atumu mato atende familia ebi no mshi bebi no Dangeni. Shita bila tole emambo mi mango nenge eche bondo itu nani bondo bile binge bisi balia batoto tena omeba isi fulani vale vino ba isi fulani vale vino bila biabo betuna betua no ali itu mango na ebo ule usanga banjo tenda yi omwe vale swede afadhali vale fashi fulani inde tonye mi ido itu tonye mi ejo mi mwana mwene nando kwa hiyo bana mambo ndo wale hapo tubundane ili shabe chu msawa changela ole wa baadhi ya watu bamolonda bechu inbox ni webalo ile ila yabo michango lakini tabamo somwa mabo mena mliste mwande wa ya watu bachanga onungweji ele kweli ngobile ole na ana ocha tuande au bitibile bila takini ni manisheleni tena ni we mchango wa emele wa endelea ele ni mpaka toele echa ineto ni wetu hawa tumalisha mpaka ishi ajabu suku yomina yenda nuno suku ombele ole suku yomina hiyo tuendelea na uno mchango lumbaka tuhakikishe kila mtu makili aiki kama na wajibika ita ikona toke ya shida iti ikiombo ame mboto ito kutaka ibiala mbo tamwita to wenyewe wana tawe wana to shida ile tu ino na wajibika na ane igeta isebina byalo beta dada fulani kaka fulani shida tatule na manga mitenda lakini tuimi ya tabasamu wa mama ba yetebori ale na yake inwa itenda Isaka kwa mama yetu bodi karibu dada umeshiwa paa kama mimi
Otenda lo tino vimwe ne ma imana na kalibwa. Kitu kidogo nani? Kuna maji. Sidhani kama kuna maji. Jamani, niwe Chilonge. Kabla shina njitaka enwa. Ni bugani. Kaka niwa yeto kika mtukobe enu. Bema zao. Kasi wani kuibana enu. Bugani. Badi. Inyali mingi. Wewe chukua na ugali asikujua nani? Ali mtu akucha ini ano benuti mwako la maji. Na wila weni we maji male yo, lakini malo mabomba male mno. Na nani dada? Kwa hiyo ugali tatoko la maji ila numuli maji mabomba. Wanahitaji maji o wila taini no ya no yuko minga letu tulekani. Kwa hiyo muhimu wa wila mutumu tanga Sieta tuwana au tumsala. Oya kijana lazima ule ugali. Mwandishi. Na kiale ya no. Na mabomba yosi nabili yaendelea na isi ene tumu ya mondo di eke utumi na yahitaji viazi. Sekretari Salangi ikivuchikwa richness wangelina amasilano ikivuchikwa Kwa tulia hapa na pana soda. Na soda. Unachagua wewe pekee yako. Leka ule nyuma na wewe. Mwache tatea. Angekuwekea hapa leka lo nyuma nenu leka alala ambambi batumaraki bila nani mpaka mimi baada akanisa lakini imana hizi
Marangi hapana, ndio toka mkambi bado na miezi 9. Ndio marangi na sobe vile soda. Miezi 9 ni kule marangi hapana. Amuseni marangi kwa. Mbona kutoka pita marangi? Si marangi. Amuseni mwana marangi. Lakini naona ni manye na ni loche hii hayatu ni halo baka Luambondo lunazuka tukisema uchaguzi angeweza kunor west na shukuru manga sana naona zaura hali manga na itumi ngonya ngolo otushi na swake wa manga imona babondo bose bashika bumi olwa kwichwa eno emangongo yatolera hano taeshile raisi mona batu bale bino ebe abantu ile bino nombaka anu machi otoma eta lumu sukulu atano na unu binu bisitu acho mbile ipata batu manga kupasho binu sukulu wa weekend lo posho amalwa inga lakini batu bachita yindi wicho unombaka lwa luundo ile mtu aswake twa manga sana na kocha zaidi ebe yambo to sandvikene uikanga muchunge ni kya anya bandoko cheto babondo bacho ona oo na eno mwa eta ele angeni etela kila mbodo wose ole sandvikene na ele angeni etela kila mbodo wose ekeswide ibocho na kocha beleshi na kocha mabondo bose bato kwa chie ni mundi kocha mabondo bose sandvikene bose obo mweyungwa yona ruosa ola osomu to masomo na lumbaka lo okolwa mito ya mbondo yatenda rabadimu ubalo ovengste craft na yewe kwa chiwa ruosa nulusu kutabotumia achi niitwa uno eno ebachi nishikena malizao. Ninashukuru zaidi wanafunzi wote wenye wanasoma SFE Vexed Craft Uhekbo, wakongomani wote kadiri mulienda kule wakongomani wote, na ninashukuru viongozi wa Vexed Craft walimu wenu kuwakubalia siku ya leo kwamba ninyi wote musiende shuleni lakini muje katika kilio hiki. Kwa hiyo wale wengine wote ambao wako wabondo wenye wamefika hapa tunawashukuru sana na muendelee kuwa hivyo. Mumeonyesha upendo wenu kwa wabondo na hivyo ni hatua ya wabondo nao kuonyesha upendo wao kwenu wakati wote mko na tatizo hapa Sandvike. Ninashukuru wabondo wote wenye wametoka sehemu mbalimbali. Kama vile nilisema haikuwa jambo rahisi. Kwa kweli mumeonyesha upendo. Lakini nataka kuwaachia neno moja. Ama nileta mbele ikambole mchugele numutaki shikana mwala kela ele niwe eno esetu ni mbele batana pana tuibele la masomo tuwete nakarama sana bitu bana basomo na tabele bitu bana inose na batu bose baso shukono bale na ma opportunité ni soma batu basome rumbaka manu masomo meto matore masoma pamoja na boze na lumbaka mama muhimu manga sana maisha meto hata maisha mikwatelecha bibondi bitwashikomboka namo obana achi abula manga osha ibele litete mtwali nturombaka lwa ali litete kila mtu ali litete ibocho nde bibo ni mutakishika na semana yubitanga basi bidu twa ungwa mbele ya obanda litete apana tueta kanu uibelera obanda nika oleto mbele ya obanda litete na nalinganya na wela hao wakole wa bulamanga Mwingela Isaka Mniba. Kwa hiyo ulia wose usipate taarifa ya mwana we kama pele wa Ingela. Tafadhali sana mwana bongea bonge bwenu bokate bobete ulia bwile we nano achuba emo
na anahitaji unganishewe na vilongozi ya Joseline mpaka uongozi wa yose. Lengo kuu yetu tatujutaka umu yetu aishi liungwa niwe ale mwenyewe bope tushile manga. Elia iti tulimekao ya kamati tumongelea jwa mano mazishi. Ole mtowalo tena niwe mwenyekiti. Kumbe tushile manga bino namona liste mwaula yalo nusuku ya batu wabu uchanga mpaka batu maumi endana basa tuima familia. Nalumbwela niwe basha achanga ba itawa. Tuwashitana niwe sasa tuwale mafamilia etika na ibe batu wale wanga. Kwa hiyo tuli manga swede oya mbelu futibele na makana bana bambondo wale numswede. Kwa hiyo tugichwe yano wechubose katusu ubambo katatusu ene yano na awosa man na bale bakeni bamu uchwa mbaka ole bamu uchwa ole bale deja na manamba mabe isambo bandoko babile batirani bala sangwa ono wana bongeya washika wifi bile ile tunguru na loshika na bada na biala ya mwalo ekimbola wawelewe lakini ole na emu uno. Kwa hiyo aniungwa akaribishwa na ikambole mwango la tenjwano linyemya masomo lile la muhimu manga sana bano bana betu tubaimize manga sana nono suku bala abo bamu uenda inomboka ite yawe ichangana babo bana biba itumo masomo basile mabiro basile mpinde tuimize bana betu banyemye masomo eno swede japokuwa na bola bonge bo mucho mona bo bamutu etela wilo talota niwe tabatu samanisha lakini ona baule na obi cheti ebo bange baki upikela magoti kabisa bale bashakile nani obuzabe o tuite ole bachwa nakari chikodi cha lazimika choto elo nusuku ole bachwa na gari chikodi cha lazimika choto emeshilo yelo na bale babule na ole bange bo yenga meshi ole bange bashikabala akanoto ashishilale lakini elelo yo wachwa maje meshi inde bale bashiye tatoa ambiche wiya lakini bale bashishikale tujumuike omuchunge na familia ya ineto atushika na selile mpaka meshi chieta twakaribisha mbuchwa Yakob atende kidogo yale neyo ombo ya familia na toa malize ba Yakob wale babili hapa ndio Yakob mkimbi wa Stockholm mtenzo wa familia nashukuru sana kwa watu kwa lombakala tu ndio lusungu ile tojishi mofikiria hiyo na na hivyo kila mbondo seolia azidilo chalondo na lombakala ndio bitono Sweden shishi zele libo tatale ya no izani mola le ya no aiza tinalane bino bitabo mona na bechuko toshile bandoko na upendo zidi manga sana lombakala ndio kyanga tabo chiminelo na o sekete michinge tole lakini michinge to kutoa toshikala biakia jasikala bimoleba lebo banda no se tabike bio ya oyi lakini choma to ete familia olo ya mbondo twiki hata michinge ngeo zidime na tu ne ele neto suku chose chila ni toko topata makaloni usuku mi bano lombakalwa ni ebine mwenyewe weza na familia ya ano lomo ete toshikala tumoli la tatuke to itabile na nega ibe obato lele jambo langene mangasana lo muhimu wazalo mo debolo mo president tende to changen chango lomo nibo tuibe o kamati waza nene ubona vile hawa bondo bibi lakini lo suku lo jipate shida ulila bano ba bondo kumbe wale ba maana na lomo lusuku na emona mangasana nimiriza bato bose tozidili o abondo na tozidi jumo iko etu ose eja ya tenjo abondo bakala babondo i familia ya meshi eshi uchambile lo shida yose eja na enge nina ongezela ete mwana familia ichangana na iwatamake meshi to watamake majira ma
sana na watu bose wala bashipate muda bajumuike amuchungeni yetu ili to ete ose eda eto etatnulusuku na mecho tule tumwake ng'ando ya nze wetu atimira likine china mbocha marehemu no mbocha aele oenderevu tulobaka nafsi yake emuishi ndani yane nano pia nile na chinalanda leano nile na chani atichaikiano china bana makambo mabili masatu miongea mitenda na unabaimane bange bongeye makambo male mabana bontema miwechi na imana ano upande wa familia tumwendelea iko chanaikanya kila mbondo leano kila mkeni wa chwano tabale tubabondo baleano tomokanya manga omolo matumia ianja bila bitwasa kile taarifa ya uitoshika mpako enwe kyanga muliamo chungeni yetu eyo ele eto mwendelea ikanya ete bila familia ete batenda ndome ane ano bila benwe ete tolianwile lela lakini ole muda wilela na ole muda wisea japokuwa atashika lakini leni ba muchungene nuano ole omo muda tonasea na ole omo muda pia tonalela egwele kawaida. Asante amanga wa kila mbondo wa kila mtu watolela olono lusuku netebyo byatenda nendome tojumwikilonge meshi ili totole eno etole na asante amanga. Asante omotenda ano ale safi mashina wake wa ono watoshika omachina nikobochibwa safi mwenge au ulenge china nikobochibwa fina. Asante. Sawa twakocha toshiendelee ilya